Mwanangu. Naam mama. Leo nimekufungulia nguvu hizi kwa sababu wewe hujijui ni nani, na hata mimi mama yako niliyekulea sijui wewe ni nani. Mimi ni nani? Mimi nilikuokota ukiwa mdogo sana na babako alinitokea na kunielekeza haya. Wewe ni mtoto pekee kwenye familia yake. Yeye aliuliwa na kaka yake kwa sababu ya tamaa ya nguvu zake na mali zake. Alinielekeza ukifika umri huu nikufungue nguvu zako ili uende kwenye kijiji ulichozaliwa. Ukifika kijijini kwenu mtafute mzee anayeitwa Gabu. Huyo ndiye babako mkubwa na ndiye anayejua wewe ni nani. Sijakupatia nauli yoyote kwa sababu ukifumba macho ukifumbua utakuwa umefika kijijini kwenu. Nitalipa kwa mabaya yote waliofanywa wazazi wangu. Na ninakuahidi mama yangu, nitafanya yale yote mema ulionifundisha kwenye malezi yako, na nitarudi kwa ajili yako kwa kukulipa fadhila ulizonifanyia tangu nikiwa mdogo mpaka hapa nilipofikia. Ninashukuru sana mama yangu. Video production. Unaweza ukaingia tu ukaona kitu kimeandikwa pale kikakupressure, kumbe inawezekana pia haiko serious. Kwa sasa ile pressure ni ugonjwa hatari hata magonjwa mengine ambayo tunayakimbia. Hapo ili uweze kwenda kufanya mambo mazuri kabisa. Nazo kwanza uwe tayari kudigest ile pressure ili uweze kuendelea mbele. La sivyo hiyo pressure yenyewe itakuwa wewe mwenyewe. Mapema tu. Mapema tu. Habari kuna hiyo. Wakati tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na hili, nadhani wakumbushe. Kama kuna tofauti au kuna ugeni. Huyu ni nani? Na amefuata nini kijijini kwangu? Ngoja nimwite kijana wangu. Nimekuita. Kaa kwenye kiti tuongee. Sawa mkuu. Mkuu, umeniita mchana na sio kawaida yako. Kuna shida gani? Nenda katika barabara lile tunalotoleaga kafara. Kuna ugeni umetokea. Kamuulize yeye ni nani na amefuata nini huku kijijini kwangu bila taarifa. Sawa mkuu. Fanya hivyo.
Kwa nini uko nyuma yangu? Na ni nani aliyekuruhusu wewe nyuma yangu? Kwa nini umekuja kijijini kwetu bila taarifa? Na wakati kabisa unajua kijiji chetu kina uongozi. Mimi sina mipaka ya kufika popote ninapopataka. Nenda kamuuliza aliyekuagiza. Mimi ni nani? Bora nijibu kwa dharau mbwa wewe. Unajua aliyenituma nani? Au unanijua mimi nani? Mimi ni nani? Hili ni onyo. Nenda kamuuliza aliyekutuma kuwa mimi ni nani. Nisamehe brother. Mungu nisamehe. Haya, potea hapo. Mkuu, njoo nisaidie mkuu. Njoo nisaidie. Vipi tena? Mbona uko hivyo? Mkuu, huyu kijana sio kawaida kabisa. Hakuna. Wewe ni mzembe, kila ninapokuagiza kazi unafeli. Kila siku unafeli. Kwa nini? Sasa sikia. Nitamwagiza Giza. Nisamehe mkuu. Hakikisha kazi yako nyingine utakayonipa nitaifanya kwa umakini sana. Sawa. Ngoja nikupe nguvu za kurudia nyumbani. Tulia kama moja. Wewe niongee mara ngapi na wewe kwamba mimi nataka mtoto? Wewe unajizungusha tu, kazi kubadilisha magodoro. Mwaka jana tulikuwa na Dodoma, mwaka juzi Super Banko, lakini matokeo hakuna. Sasa nikwambie kwamba mimi nimechoka kukaa hivi. Nimepata kimwadu changu huko na ana mimba karibia naitwa baba. Blaza, samahani, nilikuwa naulizia kwa mzee Gabo, sijui ni wapi? Oya, mimi kwa mzee Gabo sipajui. Kwani kuna shida nyingine au ndio hiyo hiyo? Samahani brother, mimi shida yangu ni hiyo tu. Siku nyingine usinisimamie shida za kijinga kama hizo, anipotezea muda. Oya, mimi najikataa. Na kwa sasa ana mimba karibia naitwa baba. Kwa mume wangu na mashauri ni mapenzi ya dhati kwako mume wangu. Sasa kama ungekuwa na mapenzi, si ungenizalia? Hapana mume wangu. Kae tu tuzungumze mume wangu tu. Tuyajenge. Tuyajenge nini sasa? Tunajenga kitu gani? Yaani wewe mwanamke kwanza mimi nimekupenda. Yaani sijui company uliniroga au ilikakaaje. Mwanamke mweusi kama gunia la mkaa. Sasa kipiuda nilichopata huko umekiona? Mtoto ana bombo kulai. Sasa mume wangu matusi hayo sasa. Umeanza kunizalau sasa hivi kweli mume wangu. Zalau umeanzisha wewe. Kama unashindwa kunizalia, kama sio zalau ni nini hiyo? Kama mwanamke unashindwa kumzalia bwana yako, ni zalau. Sasa hivi tunalea watoto yatima. Mimi ni nani?